Nikafika Isimani pale. Nilipofika Isimani nikakuta wababa wawili. Sina kawaida ya kuwapakia watu, lakini nikakuta wababa wawili. Nikasema ngoja niwapakie hao wazee niende nao, lakini nitawaambia mwisho wenu ni Dodoma. Kwa tukaondoka, nikawa nimewapakia wale wazee, tukaanza safari. Tukaenda na wauliza, eti nyie unaitwa nani? Amenipigia kimya kabisa, hawataki kuongea. Namuuliza na huyu wa nyuma, unaitwa nani? Kimya kabisa. Nikasema okay, gari si langu. Bwana asifiwe. Maana nawasemesha kimya. Yaani wamekaa kimya kabisa, ile silence, wametulia namna hii. Bwana asifiwe. Nina maombi yangu, maombi. Bwana asifiwe. Umeelewa kitu nimesema? Nikajipachikia yale maombi. Chwa. Yale maombi yanaanza kwa kasi. Sio ameomba mtu mwingine, nimeomba mimi mwenyewe. Baba, kwa jina la Yesu, kila roho kinyume chetu na isambaratisha. Hayo maombi yanaenda na kila roho, iwe roho ya kuzimu, iwe roho ya mashetani, iwe roho ya uganga, iwe roho ya namna yote, na pambana na hiyo roho na ifeka. Nimewawekea wale mabwana. Huyu wa mbele, huyu nilipoanza napiga fire moto, huyu wa mbele nikaona ananiangalia hivi, na mimi nikajifanya kama simwangalia, si hajanisalimia. Tukawa tunaenda pale. Baadaye tumeshuka tumefika kwenye hizo kona hapo. Si unapajua? Wapi hapo? Nyakoro. Tumefika kwenye hizo kona. Huyu akanishika shati. Mchungaji, hapana, tulikuwa tunaweka mambo sawa ili tukae nawe sawa. Punguza basi sauti, weka hata nyimbo. Na mimi nikajifanya nimekomaa, sisikii. Yaani moto umeendelea pale, moto, fire. Aliyenionea na mkata miguu, na mtoa macho, na mkata masikio kwa jina la Bwana. Hayo maombi yanaombwa hivyo. Usiombe hayo maombi wewe. Hayo mimi nimeomba mimi. Wewe usiombe. Wewe omba tu, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Nikasukuma pale. Nimefika kule chini kule, nikaanza kuwaonea huruma, maana wanajiviringisha kama nyoka. Nikapunguza hivi sauti. Nikasema, unaitwa nani? Mimi naitwa kichwa mbele miguu nyuma. Nimeficha hayo majina, maana hao watu wanafahamika, ni famous sana. Mimi naitwa kichwa mbele miguu nyuma. Na wewe? Mimi naitwa kidole kilichopinda. Huyu mwingine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nazungumza shambulizi la kiroho, kugandamiza. Mfano wangu uko hapo kwenye kugandamiza. Sasa wakati tunaenda nikamwambia, ndugu, unaenda wapi? Akasema, mchungaji, nikwambie kiukweli kabisa, mimi ni mganga wa kienyeji. Kwa hiyo unaenda wapi sasa? Akasema, naenda Dodoma. Kwa nani? Akamtaja. Ili kiwe nini? Akasema, na huyu mwenzako? Akasema, huyu mwenzangu yeye mapepo yake yeye anatumia majini kulogea. Ndio maana wakati pale maombi yanaendelea, huyu akawa anapata shida sana nyuma kuliko mbele. Sasa yeye anatumia majini kulogea. Nikamwambia, na yeye anaenda wapi? Anaenda Singida. Nikasema, okay, twendeni. Tukaanza kwenda. Nikamwambia, sasa wewe, yule mtu unayemwendea kule unaenda kumfanyeje? Sasa sikiliza kisa chenyewe. Kwa nini nasema to oppress, kugandamizwa? Wewe unaenda kule Dodoma, unaenda kufanyeje? Akasema, hapa nilipo nina mambo mawili nimebeba. Nina mguu wa tembo, alafu nina nyoka. Naenda kumfanyia uganga. Nikamwambia, it's okay. Mguu wa tembo kivipi? Akasema, pale staff wote pale ofisini kwake amenipa majina, nimekaa nayo kwenye madhabahu yangu huko nyumbani karibia sasa hivi mwezi. Nikamwambia, nionyeshe. Akanionyesha, nikamnyang'anya nikaweka mfukoni. Bwana asifiwe. Nikasema, haya majina ilikuwaje? Anasema, haya majina tukifika pale nikishamfanyia dawa, nachukua huu mguu wa tembo na yaweka pale, alafu hao watu wote wanakuwa wanakandamizwa, yeye ndo anakuwa na sauti, to oppress. Hebu sema, kwa jina la Yesu, mtu yeyote aliyefanya uganga, aliyefanya uchawi wa namna hii, wa majina kuyaweka kwenye mguu wa tembo, kwenye jiwe mahali, kwa damu ya Yesu, jioni ya leo, hilo jina langu aliloliweka
kwenye mguu wa tembo, natuma radi ikapige. Nalichomoa jina langu, jina la mke wangu, jina la mume wangu, jina la watoto wangu, jina la familia yangu, na wachomoa. Chomoka, sema amen. Nataka uongee na jirani yako. Ungekuwa wewe ungemfanyeje huyo? Ongea naye tu. Bwana asifiwe. Kiando anasema ningemshusha hapo hapo, hana adabu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukaenda nao, tumekaribia Dodoma hivi, akafungua kale kamfuko kake namna hii. Mimi nilikuwa nafikiri ni vitu vya kiroho. Kanyoka ni kakiroho. Nyoka kweli, bonge la nyoka analo. Kufungua hivi kamfuko kamekufa. Akaanza kulia pale, mchungaji umefanya sio vizuri bwana, umeua nyoka wangu. Nikamwambia maadamu umefika Dodoma, wewe mpelekee hivyo hivyo, amekufa. Kila aliyekuloga, maombi ya Alhamisi, apigwe kwa upanga wa Bwana. Sema fire. Haleluya. Kwa hiyo unaona, unaposhambuliwa kiroho, wewe ujui. Kuna mtu kakuwekea mguu wa tembo. Kuna mtu amekuchukua kaenda kukusomeka kwenye jiwe mahali, kachukua jiwe kaliweka hivi. Wewe nyumbani kwako unaona tu uzito, unaona uwezi, unaona hata biashara uwezi, hata kazi uwezi, hata kila kitu uwezi, hata kutaka kwa haviwezekani. Kumbe kuna jiwe au kitu kimewekwa kukukandamiza. Hii ni pointi ya kwanza tulisoma. Pointi ya pili, shambulizi la kiroho ni matukio yaliyotengenezwa na nguvu za giza kwa dhumuni la kuharibu ahadi za Bwana ndani yako.